Na mtazamaji, tunatanguliza taarifa zetu na taarifa tanzia ambapo aliyekuwa jaji mkuu Gicheru amefariki. Kifo chake kilitangazwa kwa taifa na jaji mkuu David Maraga akimtaja Gicheru kama mchapakazi mwenye bidii aliyejitolea kwa utendakazi wa umma. Mwanahabari wetu Murimi Mwangi na taarifa hiyo. Kwenye taarifa yake kwa umma, jaji mkuu David Maraga alitangaza kufariki kwa aliyemtangulia kwenye upeo wa idara ya mahakama Gicheru aliyefariki mapema siku ya Krismasi. Maraga alimtaja Gicheru kama mchapakazi shupavu na kuwa binadamu mnyenyekevu katika utendakazi wake wa umma. Gicheru alianza kazi ya umma kama mkuu wa wilaya ya Wajir kabla ya kuajiriwa kuwa mwendesha mashtaka katika afisi ya mwanasheria mkuu. Mnamo mwaka 1982, Gicheru alijiunga na idara ya mahakama na kuwa jaji wa mahakama kuu na kujiunga na mahakama ya rufaa miaka 6 baadaye, mamlaka aliyoshikilia hadi alipoteuliwa jaji mkuu mnamo Februari tarehe 21 mwaka 2003, akichukua nafasi ya aliyekuwa jaji mkuu Bernard Chunga. Ila Wakenya wengi watamkumbuka Gicheru kwa kumwapisha rais mstaafu Mwai Kibaki usiku wa tarehe 31 Disemba mwaka wa 2007, wakati ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka huo zikiwa kileleni. Tukio hili lilipelekea kushirikishwa kwenye katiba ratiba ya uapishaji wa rais, ikiwemo kanuni kuwa sherehe hiyo ifanyike tu kati ya saa 4 na saa 8 mchana. Gicheru aliwahi kuhudumu kama mwenyekiti wa kamati maalum ya mahakama iliyochunguza kifo cha aliyekuwa waziri wa masuala ya nje Robert Ouko. Hata hivyo, kamati hiyo ilisimamishwa kabla ya kumaliza kazi yake. Murimi Mwangi, KTN News. Na mtazamaji, Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema. Muungano wa wauguzi nchini sasa unamtaka Rais Uhuru Kenyatta kuingilia kati mgomo wao ambao unaingia wiki ya 4 sasa. Wauguzi hao wanasema kuwa Wizara ya Afya imetekeleza mgomo na wamekataa kuwapa sikio wauguzi hao ambao wanalalamikia marupurupu ya kufanyia kazi kipindi hiki kigumu na hata pia kupewa bima ya afya. Muungano huo unasema kufikia sasa wauguzi 34 wamefariki bila bima ya afya, huku wakilalamikia Wizara ya Afya kwa kuwapendelea madaktari ilhali wanafanya kazi wote kwenye mazingira magumu. Katibu wa NANSET Panyako anawataka wauguzi wasilegeze kamba hadi pale watapata haki yao. I want to plead to the President and the national leaders and the national government, that is Ministry of Health, to address our issues with speed so that nurses can go back to work and serve citizens of this country. We have issues and our issues still remain the same. Our issue, we want our risk allowance of 30,000, a comprehensive medical cover, and we would like our CBA to be approved and signed. Those hospitals are still deserted because the real soldiers, and I'm saying the real soldiers, the nurses, are out. Until our issues are addressed, that is when those hospitals will start functioning. I saw the agreement with the doctors. They are saying subject to availability of money. We are not being told what happens to those nurses who have already died when the comprehensive medical insurance is not in place. How are we going to pay and compensate for medical bills that have been paid by the families of those whose people have departed? This is the only country where leaders go to Christmas to celebrate and of course open up presents on 26th when 95% of Kenyans cannot access essential healthcare services. Kwingineko, nyumba za watoto katika kaunti ya Kisii zina uhitaji mkubwa wa misaada ya kiutu baada ya kuathiriwa zaidi na janga la korona, hali iliyoondolea idadi kubwa ya wahisani wake. Inadaiwa baadhi ya wahisani hao aidha wanakingwa na kanuni za kuzuia maambukizi zaidi au hata wengine wao wamefariki kutokana na janga la korona. Wasimamizi wa nyumba za watoto mayatima wanahofia idadi kubwa ya watoto hao huenda wasirejee shuleni mwaka ujao kutokana na changamoto za kifedha.
Baadhi ya nyumba zao kwa sasa zinakumbwa na changamoto za kupata chakula cha siku, vifaa muhimu vya masomo, huku wakiitisha msaada kutoka kwa wahisani. Wakati wa corona tunapitia changamoto nyingi. Maana yake ni nini? Wageni ambao walikuwa wanatembea wakati ule mwingine hawakuji. Homes nyingi hatupati wageni wakitutembelea kama hapa ili kuleta ule msaada wa kawaida. Marafiki wengine hata walikuwa wana support, wengine hata walikufa na corona. So tuna mahitaji mengi ambao tungehitaji wenye hisani na moyo safi waweze kusaidia watoto hawa. Hasa tunaenda kufungua mashule zetu. Maana nyingi sana. Nataka kutoa changamoto kwa viongozi wote. Viongozi wa jamii ya Bagusi, viongozi wa Kenya wote, ikiwa huko katika kiwango gani, iwe kiwango gani huko, kama wewe ni mkubwa wa aina gani, ufikirie na uangalie hata mahali umetoka, ufikirie mambo ya watoto mayatima. Sio lazima ubebe vitu vingi kuja pale. Ukiwa na shilingi zake 2,000 lete katika nyumba hii. Hayo yakijiri, mtazamaji, mkasa wa moto katika shule ya msingi ya Riverbank jijini Nairobi umeharibu uwanja wa michezo wa shule hiyo mapema leo. Moto huo unasemekana ulianza kutokana na sigara iliyotupwa kwenye nyasi na mvutaji mmoja. Kikosi cha zimamoto kutoka kaunti ya Nairobi waliweza kudhibiti na kuzima moto huo bila kuripotiwa majeruhi na mali yoyote iliyopotea. Moto huo uliteketeza takriban 70% ya nyasi kwenye uwanja huo, kisa ambacho kinafanyika siku 8 kabla ya shule kufunguliwa rasmi. Pale chini kulikuwa na vijana, lakini jiri sikuwa na shughuli na hao. Nikaona tu hao wakiwa wanaendelea, lakini nilitaka kujua ni nini wanafanya pale. Nikaona wana smoke vitu kadhaa hapo. Kisha nikaona moto. Kumaanisha pengine filter ama miti ya kiberiti ikiwa na moto waliangusha na ikaleta hiyo maneno. Mtazamaji, kwa taarifa nyingine ya tanzia ni kwamba mwili wa kijana wa umri wa miaka 17 aliyedaiwa kutiwa mbaroni na maafisa wa polisi katika barabara ya Juja eneo la Eastleigh zaidi ya wiki 2 zilizopita umepatikana katika hifadhi ya maiti ya City. Inadaiwa mwili huo ulipatikana eneo la Lakisama Kasarani ukiwa na majeraha ya shingoni. Japo tukio la kupotea kwake iliripotiwa katika kituo cha polisi cha Pangani, familia wanadai hakuna hatua zilizochukuliwa. Mwanahabari wetu Siraju Rahman Abdullahi na taarifa hiyo ya tanzia. Kama leo nitabaki kuangalia nguo za kijana yangu bila kumuona. Uchungu wa mwana ajuaye ni mama, na kuona nguo za Ramadhan Bakari kuna mtia uchungu zaidi mamake. Mama naye amini kuwa mtoto wake alitiwa mbaroni na afisa wa polisi anayetambulika kwa jina la Blaki kabla ya mwili wake kupatikana eneo la Lakisama Kasarani. Blaki alhamdulillah kunidhulumia mtoto ambaye alikuwa baada anasoma. Kijana yangu alikuwa analala kwa ikiti. Wakati wa corona ndio ilifanywa nikafika kuwekea kijana kazi, kumwekea hizo mapantia jaribu kuuza tuweze kujisaidia. Alhamdulillah alikuwa akiuza 200 analete, tunahesabu mzigo wetu. Hali ya simanzi inatanda nyumbani kwa Rukia, waombolezaji wakionekana kutamaushwa na mauaji ya mvulana huyo wa kidato cha pili. Mamake akiwa wa kwanza kupata mwili huo hifadhi ya maiti ya City katika pitapita za kumtafuta kifungua mimba wake. Akatafuta sana akishughulika, akakuja na kiatu kwanza akanionyesha. Nikamwambia si hiyo. Baadaye akakuja na socks. Akaninulia socks hivi. Nikashtuka nikakumbuka socks ya kijana yangu ni hiyo. Akaniambia mama tukuingize ndani uone. Nikamwambia mimi nguvu imenisha, labda niwe na watu wengine ndio niweze kuona. Mwili huo unakisiwa kuwa na majeraha shingoni, pengine kuonyesha kunyongwa kwake kabla ya kutupwa katika eneo hilo. Akafanya nini? Akanipigia picha akaniletea kwa simu. Kuniletea hivi kweli nikaona mwili wa mtoto wangu. Kama ni kunyongwa ulinyongwa mpaka shingo iko juu hivi. Inadaiwa mwili huo uliletwa na maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Kasarani tarehe 11 mwezi huu, siku moja baada ya kutoweka kwake katika hali ya kutatanisha. Tumejaribu kufuatilia, hakuna information yote tunapewa, tujui, hakuna mtu hata kukaribisha hata huyo jamaa tumuulize mtoto ama aulizwe mtoto vipi kulienda namna gani, ama hakuna kitu yote.
Familia hiyo inadilia haki ya mtoto wao ambaye alikuwa tegemeo lao kuu. Ningelitaka nipiganiwe haki ya mnyonge. Sababu leo ni kwangu, kesho ni kwako. Leo ni kwangu, kesho ni kwako. Ningelitaka serikali inisaidie. Juhudi zetu za kupata taarifa kutoka wakuu wa polisi katika eneo la Starehe ziliambulia patupu baada ya wao kudai kuwa hawana taarifa kuhusu tukio hilo, licha ya daftari ya taarifa kituoni, yani OB, kuonyesha ripoti hiyo. Marehemu anadaiwa kukamatwa akiwa na kijana mwenzake kwa jina la Babu, ambaye aliachiliwa huru baadaye, huku yeye ikawa mara ya mwisho kuonekana akiwa hai. Kupatikana kwa mwili wa Ramadhan Bakari kumefunua mlango mpya wa uchunguzi kwa polisi kubaini kiini cha kifo chake, ikikumbukwa kwamba mara ya mwisho familia wanasema jamaa huyo alitiwa mbaroni na afisa wa polisi anayejulikana. Sirajur Rahman Abdullahi, KTN News, Nairobi. Naam, shukran Siraju kwa taarifa hiyo, na bila shaka mtazamaji, uchungu wa mwana ujuaye ni mzazi. Ombi letu ni kwamba haki itatendeka kwa familia hiyo. Na licha ya kipindi kigumu cha janga la corona, sherehe za sikukuu ya Krismasi ziliendelea kusherekewa sehemu tofauti na watu aina mbalimbali nchini. Katika sehemu ya Malindi, kaunti ya Kilifi, wahisani walichukua muda kusherekea sikukuu ya Krismasi na familia zisizojiweza katika baadhi ya nyumba za watoto mayatima. Na katika nyumba moja ya mayatima, idara ya mahakama kaunti ya Kilifi iliwapa zawadi mbalimbali watoto mayatima na kusherekea nao siku nzima, wakiongozwa na Jaji Ruben Nyakundi. Gavana wa kaunti ya Kilifi, Amason Kingi, naye alizuru hospitali kuu ya Kilifi kugawanya zawadi na vyakula kwa wagonjwa, huku akiwapa maneno ya matumaini. Pia alikabidhiwa baadhi ya matakwa ya wahudumu katika hospitali kuu ya Kilifi na kuahidi kushirikiana na serikali kuu kutekeleza. Tuletea unga na degwa wawili. Sasa tumechukua hii jukumu kumwambia ni asante. Sasa na hii mambo ya garage iko na shida mingi. Kwa hii garage iko na matope mingi wakati ya mvua. Sasa tungeomba tumwagiwe ile barracks. Tusherehekee Krismasi pale tuko, tunawe mikono, tuvae mask na tuweke ile distance kama vile Ministry ya Health inasema tufanye. Tuchunge maisha ya wazazi wetu na wale wazee wako nyumbani, tafadhali. Zaidi ya watu 200 wanaoishi na ulemavu hawakuachwa nyuma kwenye sherehe za Krismasi baada ya kanisa la Sitam huko Rongai kwa kumbuka kwa njia maalum. Na mtazamaji, jamaa zao waliokuwa wameandamana nao walisherekea sikukuu ya Krismasi wakiwa na viongozi mbalimbali, huku wakikabidhiwa zawadi na kula kwa pamoja. Kiongozi wa kanisa hilo Richard Wang'ombe na mchungaji John Munene walisema kwamba watu wanaoishi na ulemavu sehemu hiyo hawana mahitaji ya msingi, huku wakiwaomba Wakenya kuwasaidia watu wanaoishi na ulemavu. Thank you Sitam Church kwa kutuita leo Christmas. Tumefurahia sana, tumekula lunch pamoja na pia tumetupea package ya kwenda nyumbani. Tunasema ni asante sana kwa hiyo yote. Because we know these people, they go through a lot of issues and they don't have food, they don't have shelter, and we have planned that they can come to the church and then we bless them spiritually, then we provide food for them. We celebrate Christmas. We had thought of inviting people and especially families with special needs. These are families with children with disabilities. They could be mental disability or even blind, or people who are not hearing. Mtazamaji, hebu sasa tuangazie namna sherehe za msimu wa sikukuu wa Krismasi zinavyoendelea, hasa sehemu ya Mombasa, ambako fukwe za ukanda wa pwani zimejaa hadi pomoni kwa sasa. Na leo ikiwa ni sikukuu ya Boxing, pitapita zetu zimeona Wakenya wengi wamejitokeza kando mwa fukwe hizo ili kujiliwaza na kuogelea pia. Wageni kutoka sehemu za bara wametajwa kufika kwa wingi zaidi, huku vyombo vya usalama vikishika doria zao angani na sehemu za kujivinjari maeneo ya kutalii ukanda wa pwani.
Ndio utamu wa pwani huo, mtazamaji. Na mtazamaji, kama sherehe zingine za mwaka huu zilivyoadhimishwa kwa namna tofauti, siku ya utamaduni nchini ilifuata mkondo huo. Kwa mfano, kwa miaka 39 hafla ya kitamaduni ya jamii ya Maragoli iliendelea bila kukoma. Ila sherehe hiyo ambayo ingetimu miaka 40 hii leo haikufanyika. Kisa na maana ni virusi vya COVID-19. Mwanahabari wetu Emmanuel Toa na taarifa zaidi kuhusu siku ya utamaduni nchini. Hafla ya mwaka 40 wa sherehe za tamaduni za jamii ya Maragoli ingefanyika leo. Kwa densi na miondoko ya Kiluya, wengi wangeshiba kwa wingi wa vyakula mbalimbali. Lakini leo mbwembe hizo hazikuwa, sababu ikiwa wingu la janga la corona linaloendelea kutanda nchini. Kiongozi wa sherehe hizo na kinara wa chama cha ANC ZAWADI akieleza. Kwa sababu ya COVID, sisi kama viongozi, mimi nikiwa kama patron wa Vihiga Cultural Society, tumejadiliana na wazee wa utamaduni, tena tukajadiliana na viongozi, Mheshimiwa Goi, Mheshimiwa Kagesi, na tukafika kwa uamuzi kwamba kwa sababu ya COVID hatuwezi tukawa na sherehe za tarehe 26, kwa sababu sherehe hiyo huleta watu maelfu na maelfu kukusanyika pahali pamoja. Katika mji wa Mbale, kaunti ya Vihiga, mafungu ya wakazi wachache wenye shauku walifika ugani aglabu kuhakiki taarifa za kukosekana kwa sherehe hiyo. Hawa watu ambao huwa wanafika hapa ni zaidi karibu ya 40,000 wanaweza wakafika. Sasa hiyo kitu ndio imefanya hatukuvunja sheria zetu za Maragoli, ila tu shauri ya jangwa ya magonjwa ya corona ndio yamefanya tufate maagizo ya madaktari wetu pamoja na serikali yetu vile inatakana tufanye. Siku hii inakuwa siku kuu kwa Maragoli kukutana hapa na kuonyesha jinsi wa Maragoli wanapoishi, jinsi wanavyokula, jinsi wanavyoshirikiana. Kama wasemavyo, mwacha mila ni mtumwa. Sherehe hiyo huwaleta pamoja jamii ya makabila ya Maragoli, Bunyore, Tiriki na Terike, wakijikumbusha mila na desturi zao. Kilomita chache kutoka kaunti ya Vihiga, sherehe ya utamaduni wa jamii ya Teso ambayo imedumu kwa miaka 20 sasa pia haikuwepo, sababu ikiwa hiyo ya zimwi la corona. Jijini Nairobi, mitaa ilisalia tupu, wakazi wachache wakitoa maoni kuhusu siku ya utamaduni. Utamaduni is all about watu kujua mahali walitoka, the cultural background, zile vitu walikuwa nafanya kitambo na maana yake, zile ambazo nitakana tuhifadhi na zile ambazo tunatakana to discard, as we become more civilized. But then there are some we cannot do without. What I understand about Utamaduni Day, it's just celebrating our cultures, diversity that is around us. Are you celebrating it? Yes, I'm celebrating it today. Today I just wanted to appreciate our local tailors and wear something for them in appreciation of the good work they are doing locally. Mwaka uliopita, Rais Uhuru Kenyatta alitangaza kubadilishwa kwa jina la siku ya tarehe 26 Disemba kutoka Boxing Day hadi siku ya utamaduni. Siku hii husherehekea utamaduni wa Wakenya. Emmanuel Toa, KTN News, Nairobi. Na mtazamaji, turejelee taarifa tuliyoangazia hapo awali kidogo. Licha ya kipindi kigumu cha janga la corona, sherehe za sikukuu ya Krismasi ziliendelea kusherekewa sehemu tofauti na watu aina mbalimbali. Katika sehemu ya Malindi, kaunti ya Kilifi, wahisani walichukua muda kusherekea sikukuu ya Krismasi na familia zisizojiweza katika baadhi ya nyumba za watoto mayatima. Na katika nyumba moja ya mayatima, idara ya mahakama kaunti ya Kilifi iliwapa zawadi mbalimbali watoto mayatima
mayatima na kusherehekea nao siku nzima wakiongozwa na Jaji Ruben Nyakundi. Gavana wa kaunti ya Kilifi Amason Kingi alizuru hospitali kuu ya Kilifi kugawanya zawadi na vyakula na kwa wagonjwa, huku akiwapa maneno ya matumaini. Pia alikabidhiwa baadhi ya matakwa ya wahudumu katika hospitali hiyo ya Kilifi. And I still ask you, let Mama Nakuja be planted in your heart. Tunakumbuka kusaliwa kwa Mwenyezi Mungu, mtoto wa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kitu ila ametuahidi sana is the spirit of sharing. Ila ametucharisha sana is the spirit of love. Ila ametufundisha sana is to reach out for the less fortunate. Wale ambao wako na shida za kipekee. Tunashukuru sana Bwana Gavana na wale wengine wote mlioambatana naye. Mzidi kutukumbuka katika sekta ya afya, tuko na mahitaji mengi. Tunashukuru Kilifi County inatusaidia katika shida zetu. Mnatuelewa, mnatusaidia na mapromotion, lakini Bwana Gavana, kuna wengine kama sisi tulitoka central government. Tulicheleweshwa sana na promotion zetu. Tumeathirika, we are like 9. Tulifanya upgrading na tumeteseka na bodi yetu haija to recognize. Mambo ya promotion hiyo ni haki ya mfanyikazi. Hilo si jambo ambalo daktari ama muuguzi ama nurse ama clinical officer lazima apige magoti ndio apate barua yake ya promotion. Wale wote ambao walitoka central kama vile madam ametuambia hapa, hiyo kesi tutaangalia vilivyo. Maana haki ya mfanyikazi lazima afanyiwe. Na kiwa wakati wenu umefika promotion, lazima mtu afanyie promotion. Tutoke sasa kaunti ya Kilifi tuelekee katika kaunti ya Murang'a, ambapo mafundi wa magari katika eneo la Kangema na Kiriaini katika kaunti ya Murang'a walikuwa na sababu tosha ya kutabasamu. Hii ni baada ya kupokea zawadi katika msimu huu wa Krismasi. Kulingana na msimamizi wa mafundi hawa, kwa miaka zaidi ya 10 hawajapata yote anawakumbuka hata wakati wa Krismasi. Hatua hii ya kuwazawadi watu wanaochangia sana katika jamii iliongozwa na Daktari Stanley Kamau, ambaye ni mkurugenzi wa Ahadi Kenya Trust, ambaye aliwahimiza Wakenya wote kuwakumbuka mafundi wa magari, kwani hao huwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunasafiri kwa usalama. Vile vile aliwarai Wakenya kufuata masharti ya COVID-19. Hii jukumu kumwambia ni asante. Sasa na hii mambo ya garage iko na shida mingi. Kwa hii garage iko na matope mingi wakati ya mvua. Sasa tungeomba tumwagiwe ile barracks. Tusherehekee Krismasi pale tuko, tunawe mikono, tuvae mask na tuweke ile distance kama vile Ministry ya Health inasema tufanye. Tuchunge maisha ya wazazi wetu na wale wazee wako nyumbani tafadhali. Na mtazamaji, kufikia hapo na koma kwa sasa, lakini kwa mengi zaidi nitakuwa naungana nawe katika mwendo wa saa 1 kwenye taarifa za KTN leo wikendi. Shukran kwa kuungana nasi, tupatane saa 1.